na nikuonyesha upande wako wa pili. Ona. Mama! Aya mama mpaka yeye mundani. Ukiniacha nimuonyeshe ajue mimi ni nani. Yaani ungesubutu ukanigusa huu mwili. Ningekuchafua wewe. Yaani hata huyo mume wako angekukuta kama mtu amekanyagwa na treni. Muangalie hivi. Na chakula hicho mkipike. Ona sasa. Sio yuko anataka hivi au? Moyo tunaishi kwa kivuli cha hofu, lakini kila wimbo unatuunganisha tena. Katika maumivu tunapata tuma. Vipi, mbona umechoka? Nimeenda kutafuta maisha. Maisha gani? Maisha tu mtaani, yote iliyopatikana mimi nikifanya, ndio hivyo nimefeli. Samda narudi hapa nipeleka na Queen njiani bwana. Nikampangilia masuala ya kazi, kama anafanya kazi kuna kazi yote kufanya huko niunganishie. Sema kaniambia kuna teacher atampangilia kazi ikiwepo, atanicheki kwa namsikilizia. Yaani kama ndio mmetongozana huko kisirisiri mimi sijue. Nikaja kujua ndio utachimika. Chai, pasa mimi nimetokea wapi yote? Mbona sio vitu vyangu vile, siwezi kumtaka mimi. Mimi nakujua Joni. Wewe nisikujue lini? Chai, acha wivu. Punguza wivu mama, jambo la kwako hili. Lipo salama kabisa. Basi Aisha. Kwa nini tena? Sisi na watu tu. Mama. Oh mwanangu. Songeje tu vyombo nioshe mimi. Hapana mwanangu. Nitaviosha tu. Ya, hata hivyo nakaribia tu niosha tu. Sawa mama. Alafu mama, mbona unapenda sana kugombana na mama? Hata mimi nashangaa. Mama yako toka mmekuja nyumbani, mimi nimewakaribisha vizuri tu. Lakini mama yako kila siku anataka kugombana na mimi. Wewe mwenyewe si shahidi, nimewapokea vizuri tu. Lakini mama yako ni kelele. Mpaka nyumba inakosa amani sasa hivi. Lakini kitendo cha kuja tu mama yako, yeye mama yako anataka ugomvi kila siku na mimi. Kila siku ni ugomvi. Sasa mwanangu, mshauri kitu. Maswali unayoniuliza, kamuulize mama yako atapata jibu. Kwa sababu nikikujibu mimi itakuwa kama vile hujapata jibu kamili. Sielewi na kinyongo gani na mimi. Lakini mnagombana mbele za wadogo zangu. Sasa mama mnawafundisha nini? Ndio hivyo mama yako chanzo. Mama, mimi unajua mamangu nakupenda sana. Na mimi nakupenda pia. Haya mama.
Nimekuita hapa, nataka umfuatilie mama yako mdogo. Anapotoka tu ndani, fuatilie anaenda wapi na anaenda kufanya nini. Lakini mama, kwani kuna nini? Mbona mimi sielewi? Unanichanganya tu. Na kwa nini kwanza uanze kumfuatilia mama mdogo? Kuna nini hasa mpaka kumfuatilia au kitu kakifanya? Mimi mama yako mdogo hana mapenzi na baba yako. Kuna kitu tu kilichomleta, akifanikisha tu anakutoka. Hapa hakuna mapenzi ya kweli. Mimi ndo nakwambia. Sasa mama, hivyo unavyofikiria huko ndani kaja kufuata nini? Hakuna chochote cha kuchukua. Hakuna hela, sio hakuna labda kitu cha kusema atakuja kuchukua huko ndani cha maana. Hakuna. Kwa sababu kama baba zamani ndio alikuwa na hela, sasa hivi zote kafilisika, hata mimi shiji. Tuko tu ndani tumekaa tumejazana. Dama hela ile kipande chuo mimi nimekata nyumbani ajisumsumia bila sababu. Sasa sikia. Hichi kilichobaki unabidi ukilinde mwanangu. Sasa akimaliza vile utafanyaje? Hiyo shule utaiona tena? Sasa afadhali sasa hivi naenda siku moja moja. Sasa akifanya ndio hicho kilichomleta hapa akija kuondoka nacho. Sasa hata kauza nyumba hii. Usikia tu watu mnada unaanza. Utafanyaje? Lakini mama unajua. Hii ni kesi ya uhaini. Kumfuatilia mtu bila ridhaa yake ni kesi ya uhaini kikamatwa. Wewe sikia, kwani atakujua kama wewe unamfuatilia? Kwani kunielewa? Wewe atajuaje kama unamfuatilia? Au unataka kumwambia mimi nakuja na kufuatilia wewe? Yacha kwa ajili chochote. Ai, mambo unafanya kimya. Sawa. Alafu sikia, usimwambie dada yako Sharifa. Maana yeye anajifanya na huruma sana. Sasa mimi nitafanya kazi yako. Kama upe Anko. Yes, Anko. So, marhaba, bariani. Salama kabisa. Kwema. Namshukuru Mungu. Karibu. Asante. Mjomba, kuna habari njema kidogo. Zipi hizo? Nimepata kazi mjomba. Wow. Congratulations. Asante mjomba. Hongera mjomba. Asante sana. Hongera sana. Asante. Ni bahati sana kupata kazi. Ni kweli mjomba. Umepata kazi gani mwanangu? Nimepata kazi ya walimu mjomba. Hongera sana. Kwa sababu hiyo ni profession yako. Ni kweli. Najua hizi nchi ambazo zinaendelea zinashindwa kufanya vizuri. Kwa nini? Kwa sababu mtu ana professional hii, anapewa ajira professional ile. Matokeo yake kazi anaibana. Lakini tungekuwa tunagawa ajira kulingana na profession, tungekuwa kama western sasa hivi. Ni kweli. Hongera sana mjomba. Asante. Asante sana. Asante sana na namshukuru sana dada Queen ndio ambaye amenifanyia mpango kupata hii kazi. Ni Queen ndio amekuunga. Ya Queen msema ndio mweleza matatizo yangu, akaniambia basi kwa leo tufanye mpango, lakini tunashukuru Mungu amjalie tumepata kazi. Habari nzuri sana. Mshikane. Hiyo mjomba. Ndio. Asante sana. Lakini ndio mwezi mmoja kama audition. Alafu baada ya hapo kwa msema kanipa ajira baada ya kuona uwezo wangu katika mwezi mmoja. Hiyo ni kawaida kabisa. Wala usiwe na wasiwasi kwenye hilo. Sisi tumepita humo. Hiyo kawaida kuwa under probation labda miezi miwili mitatu, wakati mwingine kama kazi ngumu unapewa hata mwaka. Kweli. Kwa sababu kukupa ajira kama mwalimu, leo kumbe wewe sio mwalimu, ni kiraka wa mtaani. Tunasema ni kishoka. Sasa anataka kujiridhisha. Ni jambo zuri sana mjomba. Ila sana mjomba, nilikuwa na ombi moja. Ndio. Message sina nguo za kusema ndio ofisini. Nina vipenzi kama unavyoniona hivi. Sasa nilikuwa naomba kama kuna kiasi kidogo ni shopping hata nguo. Haina shida kwa hilo hapo. Nitaongea na shangazi yako kubwa. Ndio. Hata kupatia hicho kiasi. Asante sana. Nashukuru. Karibu sana mjomba. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Bahati najua. Asante sana. Bahati sana. Asante.
Oh, na bahati. Watu na degree zao zimelala. Watu batili. Ni kweli kusema ni bahati. Ni bahati kusema kweli. Ni kweli. Nchi ya watu wengi na watu wengi wanapopata ajira ni bahati sana. Ni kweli mjomba. Hongera mjomba. Asante, nashukuru. Mimi nakuacha tunapo nje. Haina shida. Najua sisi tunapata akili huko. Nyinyi vijana mkishasoma mnabwaga tu. Sisi simu, Google, AI yametuharibu sana. Unaona sasa? Ndio. Sisi bwana tunajua maarifa yako kwenye vitabu. Umeona hiki kitabu? Ndio. Yaani ukisoma maana yake East Africa yote iko kichwani mwako. Ni kweli. Hivi vipaumbele vya East Africa wanakuja kujua wageni. Sisi wazawa wa East Africa hatuvijui kwa sababu hatusomi vitabu. Simu, AI, sijui Google kidogo unauliza AI Google. Kwa sababu vitabu hatuna kabisa. I say. Mko kwenye ulimwengu wa teknolojia. Sahihi. Asante sana. Asante. Basi sawa mjomba. Shukrani. Asante sana. Katika wewe. Sauti zetu wewe unakuwa kila siku nikija hapa unashangaa ugomvi mara hivi. Kwa nini wewe ni mtundu kila siku maneno unakuaje? Nishaanza na wewe. Yaani baby, yani wewe kila kitu unachoambiwa wewe unapokea tu. Yaani unaona ni sawa. Mimi wananisingizia. Yaani ungekuwa unajua mimi ndo nanyanyaswa, napigwa, nafokewa. Mimi sina hata mambo mengi. Yaani kweli mtu anaweza kukusingizia tu kama uko nini ulishawahi kushuhudia nafanya fujo. Yaani una maana mtu mzima akusingizie? Na watu wazima walikuwaga zamani. Ila watu wazima wa sasa hivi ni sawa na watu wazima wa 2000. Kwa nini usiwe kama mwanao Queen? Queen ana roho nzuri. Queen amemsaidia John kazi. Kazi? Ndio. Kazi gani? Kwa nini ulikuwa hujui kwamba John ana degree ya education? Ni mwalimu. Umeona sasa wangu. Yaani hiyo ni damu yangu kabisa. Damu yangu. Yaani mimi nilivyomfundisha mwanangu kuwa na roho nzuri, yaani nilivyo mimi ananifuata hivyo hivyo. Unaona? Mimi nikafanya jambo zuri kweli. Umezidi kuwa mtundu. Nilishakuhakikishia kwamba nyumba hii ya kwako. Wewe una wasiwasi gani? Mtu nimeishi naye miaka 25. Mungu kuchukua wewe, maana wewe ni bora kuliko yeye. Sasa wewe ukianza mara vile utakosea. Naelewa. Mbona nimetulia tu mume wangu. Yaani nimetulia vizuri. Yeye tu ndo agana nichokoza. Anaponiona tu yani anakuwa kama sijui ameona kitu gani. Unashangaa tu anakuminulia mdomo, anakufyonya. Yaani hata hujafanya kosa lolote. Anakupiga. Yaani kwa mimi nanyanyasika mume wangu. Hata ile usiku ile ukiona labda nimesita yani ule moyo mchana anakuwa ameshanivuruga. Yaani kwa hiyo nakuwa nikifikiria tu ile mifyonyo na nini. Nakuwa na mshingo na feri hapo. Kumbe usita kwa kubuni. Haiwezekani mtu usita kasa. Naipenda bwana. Nakupenda pia mpenzi. Sijali, sawa? Kuwa makini. Hai, unaelewa? Naelewa vizuri. Sharifa. Embe Joe.
Wow. Wazungu wanasema rose is a rose. Waridi itabaki kuwa waridi. Asante mama. Au na mtoko ni? Natoka na nani? Wa kutoka nilikuwa natoka na wewe. Sasa hivi hata ile mikubwa siku moja twende sijui wapi, sijui hamna. Nimekuwa sina thamani tena. Mambo yote kwa bei ndogo. Yaani hatuwezi kuongea dakika 5 bila kumtaja bibi mdogo. Mbona hujiamini mtoto wa kike? Utaishi kwa hofu mpaka lini? Utaishi kwa kuogopa kivuli chako mpaka lini? Kile ni kinyago chako umekichonga mwenyewe. Wewe ndio unasababisha yote haya. Lakini leo utatafuta watu ulijikwaa. Mimi sijakuitia hayo. Mimi nilichokuitia hapa, kijana wetu John amepata kazi. John huyu amepata kazi. Amepata kazi ya walimu. Alikuwa anakaa hapa nyumbani, alikuwa anateseka na stress. Kwa sababu una degree yako afu uko nyumbani ujue hata utokee wapi ni tatizo. Mimi tunashukuru amepata kazi. Sasa amekuja kwangu kuniomba kwamba nimsaidie senti kidogo kwa ajili ya kununulia nguo. Sawa. Si unajua nguo zako hizo ni vipensi. Sasa kama mwalimu anatakiwa aonekane na personality ya mwalimu, suruali yapigwa pasi nini, shati zuri nini. Kwa hiyo kwenye ile akiba yetu ile utampa John 100,000 aende akafanya shopping. Sawa? Sawa. Asante. Baadaye. Wasalimia wendako. Nishakuzoea wewe. Hivi kwa nini unakwenda tofauti na mimi ninavyotaka? Kwa nini mama nifanyaje? Yaani unafanya vitu ambavyo mimi sivitaki kabisa kwenye huu mji. Aliyekwambia umtafutie John kazi ni nani? Ila mama, sasa si mtu unajitolea tu jamani kumtafutia kazi. Mtu kakaa tu nyumbani anageti jamani mama. Wewe hivi wewe unajiona una akili timamu sana? Wakuone sasa wewe ndio malaika ameshushwa na Mungu amekuja kusaidia hii familia. Mama. Asa mama kumtafutia kazi ndio kinakupa pesa. Jamani, aliolewa hapa ni nani? Si mimi ndio nimeolewa hapa. Hayo majukumu ya kwangu mimi. Sawa mama. Lakini ugomvi wako wewe na mama msishirikishe na watoto. Yaani unanikera wewe. Yaani mjui. Unanikera sana. Yaani ni ujinga sana ambao unaufanya. Yaani uko tayari kunikandamiza wewe. Na kuona una akili, na kuona nini. Kwa nini usimuulize kwanza? Mama, kuna jambo nataka nilifanye. Unajiamulia na wewe unaolewa hapa sasa. Mimi nimetenda wema tu mamaangu. Hilo ndio kosa langu kweli. Yaani Queen, nisikilize. Ukitaka kutoa misaada yako, tafuta misikiti, nenda makanisani. Na kuna watoto yatima wengi tu wanahangaika kula. Ukatoa hiyo misaada, lakini sio kwa watoto wa ndani. Kwa hiyo tu mama ndo mfanikiwa. Sasa nisikilize. Wewe na huyo jamaa nataka niingize kwenye mpango wangu. Ni mpango gani huo mama? Nataka kujua Sogea. Umenielewa? Mama. Mbona kitu kizito hivyo? Sikiliza. Hicho nilichokuambia kishikilie na utembee nacho.
Ni kweli kazi ilipatikana, lakini sasa yule jamaa amezingua. Umefariki vipi ile sababu? Yaani anahitaji pesa, yaani rushwa. Ndio hivyo, lazima utoe rushwa upate kazi, ndio maisha yetu ya mjini. Rushwa nataka shilingi ngapi? Yule anahitaji 500,000. Unajua sister, mimi nilikuwa nimeshaongea na mjomba kwa ajili ya nipe pesa kwa ajili nikanunua kwa ajili ya hiyo kazi. Nipa 100,000 utapa nilipo. 100,000? Pambana ili upate hiyo pesa ili upate kazi. Maana ile kazi naamini kabisa ukiipata ina mshahara mzuri sana. Na maisha yako yatakuwa vizuri sana. Sister, naomba ndugu yangu, hebu fanya chochote unachotaka. Ili mimi nipate kumanifanya tu hiyo kazi. Sitaki nipoteze. Na kama nisaidie jua hilo. Sawa, mimi nitakusaidia. Lakini kwa masharti. Sharti gani? Niahidi kama nitakachokuambia utaweza kutekeleza. Sawa. Sawa, wakati ukifika nitakwambia. Usiwe na wasiwasi. Sawa. Sasa sheti gani tena? Wangalia pango ni kwa sawa hapa. Sasa kuna mambo maskini ananilia zaya gizani. Sasa mambo gani? Cha rushwa. Sasa kama vipi?